ili tukutane kwenye meza ya neno lake. Naamini kwamba kutokana na mafundisho yetu ya leo utabarikiwa na kukuzwa katika imani yako kwa Yesu Kristo, kama ilivyo shauku la moyo wako. Tuendelea na mafundisho yetu kutoka kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, somo letu likiwa kwenye sura ya 19. Miongoni mwa hayo tutakayojifunza ni kuhusu Zakayo yule mtoza ushuru, mfano wa talanta 10, na jinsi Yesu alivyoingia Yerusalemu na kuulilia mji huo. Kumbuka kwamba Yesu alikuwa elekea Yerusalemu ili afe msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Luka pekee ndiye atuandikia kuhusu habari za Zakayo mtoza ushuru. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 1: naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake. Kwenye maandiko haya Luka atuambia kwamba Yesu alikuwa amepitia Samaria na sasa apitia katikati ya Yeriko. Yeriko ni mji ambao Mungu aliuweka kwenye mikono ya Yoshua. Mtumishi huyo wa Mungu aliweka laana juu ya mji huo kwa mtu awaye yote atakaye ujenga tena. Mtu mmoja katika utawala wa Ahabu alivuna laana hiyo katika utimilifu wake alipojaribu kujenga mji huo tena. Katika siku za Bwana wetu, Yeriko ulikuwa mji wa starehe na utalii, maana watu wengi walifikia kwa mapumziko. Watoza ushuru wengi walikaa kule, nao walidharauliwa sana na watu na hata wakaitwa kuwa ni wenye dhambi. Tuambiwa kwamba Yesu aliingia na kupitia katikati ya Yeriko. Hii ni kama vile alivyoingia na kupitia hapa duniani. Hakuja kukaa bali kufa. Mimi niliingia ulimwenguni ili niishi, na kweli ndiyo hii, ningelipenda kuishi hapa kwa muda mrefu sana. Lakini kwa habari ya Bwana wetu Yesu Kristo, alikuja ulimwenguni ili afe kwa ajili ya ulimwengu. Yani, alikuja ili afe kwa ajili ya dhambi zako na dhambi zangu. Tunapogeukia aya ya 2, hivi ndivyo ambavyo neno la Mungu latuambia hayo ambayo yalitukia. Neno lasema hivi: na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Kuna mambo mawili ambayo neno la Mungu lasema kuhusu mtu huyu. Roho wa Mungu, msikilizaji, yuweza kutuambia kuhusu mtu na jinsi alivyo kwa maneno machache sana, kama ilivyo hapa. Kwanza, jina lake ni Zakayo. Jina lake hilo lilikuwa na maana ya safi. Mtu huyu alikuwa na mamlaka ya kutoza kodi, na kama ilivyokuwa kawaida ya watoza ushuru, alitoza zaidi, jambo lililomfanya kuwa tajiri na kuchukiwa na wengi. Kwa yeye kuwa mtoza ushuru, ilikuwa dhahiri kwamba aliasi imani yake ya Kiyahudi. Hangeliweza kuingia katika hekalu, maana kulikuwepo na wale ambao wangelimwonea kijicho, na hivyo kile ambacho Zakayo alihitaji ni kiti cha rehema, kwa kuwa alijifahamu kwamba yeye ni mwenye dhambi. Lile alilotaka sana maishani mwake ni kurudi kwake Mungu. Zakayo alikuwa tajiri, mtu mwenye kazi na cheo yake. Alipofanya biashara yake, alifanya kwa moyo wote. Kwa kutoza watu ushuru zaidi ya kile kilichohitajika, alipata kuwa na mali nyingi. Alipoacha imani na kufuata njia hiyo ya mtoza ushuru, alifikia ukingoni, maana alifahamu kwamba ahitaji rehema, naye alijua kwamba ni Bwana tu ndiye aweza kumrehemia. Bwana wetu Yesu Kristo alipitia Yeriko ili kumsaidia mtu huyu. Alimtaka Zakayo kwenda naye, si Yerusalemu, bali kwenye msalaba, ili apokee wokovu. Na kwenye aya ya 3 na 4, hili ndilo twalipata. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Kama vile maandiko yatuambia, ni lazima iwe kwamba Zakayo alikuwa na hamu na haja sana ya kumwona Yesu. Alikuwa amesikia habari zake, na sasa kwa kuwa yu katika mji wake, ni lazima afanye bidii ya kumwona. Lakini alipungukiwa kwa sababu ya kimo chake. Alikuwa mfupi, asiweze kuona kwa sababu ya umati wa watu. Jinsi alivyokuwa mtu mwerevu, alikimbia mbele na kuupanda mkuyu ili apate kumwona Bwana. Naye Bwana alijua kwamba yu pale juu kwenye mkuyu. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 5, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Zakayo, kama wengine wetu, hujaribu kumfikia Mungu kwa njia zetu wenyewe, lakini Mungu ametupa njia ya kipekee, njia inayostahili ya kumfikia. Yesu alijua shida aliyokuwa nayo Zakayo, na sasa amwambia ashuke, kwa kuwa atashinda kwake.
Rafiki, usijitaabishe kutafuta jinsi ya kumfikia Bwana, maana tayari amekufanyia njia kwa Yesu Kristo. Bila shaka, kwa Yesu kumwambia Zakayo kuwa atashinda kwake ni jambo ambalo lilileta furaha kuu sana moyoni mwake. Hili twalipata kwenye aya ya 6 na 7, ambapo neno la Mungu latuarifu yafuatayo: akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika wote, wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Wao walimjua Zakayo kama mwenye dhambi, lakini Yesu alimjua Zakayo kwa njia nyingine, maana alifahamu ya kwamba Zakayo alikuwa anataka kupokea wokovu, kupokea Injili, kupokea habari njema. Wale wengine kwa kumwona kwa nje tu waliendelea kunung'unika, lakini hilo alikuwa jambo la kumsumbua Zakayo, kwani ulikuwa wakati wake wa furaha na wokovu. Baada ya muda usiojulikana, Yesu alikuwa katika nyumba ya Zakayo, nao wale waliokuwa wakiendelea kunung'unika waliendelea kunung'unika kwamba ameingia kwa mwenye dhambi. Ila kwenye aya ya 8 neno la Mungu latuambia hivi: Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Bila shaka kuna jambo lililokuwa limetendeka katika maisha ya mtu huyu. Alikiri kwamba alikuwa mwizi na aliahidi kuwarudishia kila aliyewaibia mara 4. Yeye alikuwa akitenda kulingana na sheria ya Musa iliyoko kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 22. Ndani ya moyo wa Zakayo jambo lilikuwa limetendeka. Hakuna lolote ambalo tuambiwa kuhusu hayo mazungumzo kati ya Yesu na Zakayo. Ilimpendeza Roho Mtakatifu kutotupa maelezo zaidi ya hayo walioyazungumzia. Hata hivyo, katika huduma ya Yesu kuna mambo mawili muhimu aliyonena na kila aliyekutana naye. Kwanza ni hitaji la mwanadamu, na pili ni uwezo wa Mungu kukutana na hitaji hilo. Hakuhitaji kumwambia kwamba yeye ni mwenye dhambi, maana alijua kwamba yeye ni mwenye dhambi kama walivyojua watu wengine. Kwenye aya ya 9 na 10, hili ndilo twalipata katika kitabu hiki cha Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 19. Hebu sikia. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Zakayo alipofanyika kuwa mtoza ushuru, alifungiwa kuingia mbele ya kiti cha rehema kwenye hekalu. Kiti hicho cha rehema kilikuwa mfano wa lile ambalo Bwana atatenda kwa njia ya msalaba pale Kalvari. Bwana alimtaka mtu huyu aliyechukiwa kufahamu kwamba aenda kule Yerusalemu kufa, na katika mauti yake atapata rehema, atapata msamaha, atapata faraja katika yote. Mtoza ushuru alimwamini Yesu, akawa kiumbe kipya. Lile ambalo Yesu alikuja kutenda ladhihirika katika maisha ya Zakayo moja kwa moja. Naam, alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Lile alilotenda Zakayo kwa kurudisha hilo ambalo alikuwa ameiba ni sawa na hilo ambalo Yakobo aandika na kusema kwamba ni imani na matendo. Hayo yapo kwenye sura ya 2 aya ya 18, ambayo yasema hivi: lakini mtu atasema, wewe unayo imani, nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Kwa hili, ndugu msikilizaji, twaona kwamba Zakayo hakuzungumza tu kuhusu imani yake, bali alithibitisha imani yake kwa matendo. Ulimwengu hautaki kusikia maneno matupu. Ulimwengu wataka kukuona ukitenda kitu. Yesu alishinda naye, na sasa amebadilika kabisa. Huyu Zakayo ambaye alikuwa mwizi, mtoza ushuru, ambaye hakufanya jinsi ilivyompasa kufanya. Huyo Yesu aliyebadili maisha ya Zakayo yu hai, naye yuwaweza kukubadilisha hapo ulipo. Unalohitaji kufanya ni kumwamini, naye atakuokoa, kwa kuwa yeye ndiye Mwokozi. Kwenye aya ya 11 neno la Bwana latuambia hivi: waliposikia hayo, aliongeza kusema mfano, kwa sababu alikuwa karibu na Yerusalemu, na wao walidhani ya kuwa ufalme wa Mungu utaonekana mara. Sasa Yesu alikuwa karibia Yerusalemu kutimiza hilo alilokuja kwalo. Watu wengi, hata wakiwemo mitume, walifikiri kwamba wakati wa kuusimamisha au kuuthibitisha ufalme wake ulikuwa umetimia, ila alikuwa aenda Yerusalemu ili afe, awaonyesha kwamba ufalme wake umeahirishwa. Naye aliwapa mfano huu ambao twaupata kwenye aya ya 12. Hivi ndivyo neno la Mungu lasema: basi akasema,
Mtu mmoja Kabaila alisafiri kwenda nchi ya mbali ili ajipatie ufalme na kurudi.